Anasema vipi Mbeya? Ni aje man, niko na issue na sijui inaweza saidikaje. Nimekuwa nikisikia watu usikia uchungu wakienda short call. Si kujua hata long call pia it's a thing. Wadau nateseka sana every time naenda long call. Yesterday you talked about mambo ya choo, nikasema share nione kama nitapata usaidizi. Ati? Wambea ni aje? Man, niko na issue na sijui naweza saidikaje. Nimekuwa nikisikia watu husikia uchungu wakienda short call. Sikujua hata long call pia it's a thing. Wadau nateseka sana every time naenda long call. Yesterday you talked about mambo ya choo, nikasema I share nione kama nitapata usaidizi. Leo kusema kwamba bwana kuna techniques ambazo amekuwa akizitumia za kuchoma moto sehemu ile ya siri ya nyuma ndo angalau iweze kurudi ile nyama ambayo inatoka kule nyuma. You know bro, people are going through a lot out here. Na sisi bwana hata kufika mbinguni alafu sagodi aseme niliwapa masaa 4 muli yatumia vipi? Billy, naam. If it is what I'm thinking, kuna wakati we had a colleague. Yeah, I remember very well. Na alikuwa anatueleza masaibu anaopitia. Tulikuwa na colleagues wawili, mmoja pia alikuwa kuna ugonjwa fulani na mwingine sio kama unakumbuka wewe wangu. Nakumbuka, lakini hii ni same na ya yule wa kwanza. Huyo mwingine yake ni condition ambayo huwezi describe. Yeah. Guys, and you know the unscrupulous means people use to make sure wanarekebisha ile. Yes. Kwamba wanasema sijui kichoma moto itanyauka irudi, you know, wanaita bawasili kama sijakosea lugha ya Kiswahili. Kizungu ni? Lakini najua kwa sababu kufikiria hiyo jina alikuwa akitumia hiyo time, cause alikuwa ameambiwa pia iweza enda surgery, ikatwe. Sijui ikatwe. Na watu wanaokula miraa sana. Wanaokula miraa. Kama wewe ni mtu wa kuambua, especially wa kutumia inaitwaje? Mogoka. Zile huwa zina deposit. Unadhani umetema yote lakini zina deposit katika the toxins. Yes, zina deposit katika mwili. Watu ambao wanafanya mapenzi ya jinsia moja kwa wanaume pia ina cause hiyo kitu inaitwa bawasili. Bosi wangu, kwa nini tuongee sana? Tafute daktari hapo. Yeah, but mazee, I remember cause there's a time mimi nishaishi na huyo kijana sometimes back. Yeah. It's not pretty. It's a bad scene. Si mzuri. Kwa sababu every time anasikia kwenda long call anajifikiria mara mbili. Anawaza kwanza. Daktari. Naam. Habari ya jioni. Safi kabisa, ndio wewe. Nashukuru Mungu niko salama na wenzangu hapa. Habari kwa mwalimu. Habari ya bwana Marufu. Nashukuru bwana daktari, vipi hali yako? Mimi mzima, nashukuru kusikia sauti yako na nashukuru kuona kwamba tumeweza kuwasiliana kwa mara nyingine tena. Daktari, Nairobi si mbali bwana. Hata ukitutembelea wanao, nduguzo, kaka zako si mbaya bwana. Alafu hata angalau uje utuokoteshe daktari. Mimi nikinipatia mwaliko anytime utafika. Bila kusita. Insha Allah. Dokta, kwa sababu ya muda, naam. Kuna jamaa katuma jumbe hapa anasema kwamba akienda number 2 anasikia uchungu sana. Na kuna kama nyama hivi inatoka, alafu baadaye inaregea baada ya muda. Na kuna vitu anaeleza kwamba pia wanatumia kama moto labda kuchoma sehemu ile kwa mbali, ile heat ndio angalau irudi. Pengine mimi nikadhani kwamba labda ni bawasili. Sijui kama daktari wazani ugonjwa gani. Na hizi means wanatumia kwamba ati mtu anawasha moto ndio ipate heat irudi na kadhalika. Je, ni vitu ambavyo vinafanya kazi kweli? Na ni nini usababisha? Kwa hakika kutokana na hao maelezo uliyoeleza, hiyo inaonekana ni tatizo la hemorrhage ambayo ndio inafahamika kama bawasili. Ni moja kati ya tatizo ambalo pia limekuwa linaleta changamoto nyingi sana katika jamii yetu kwa watu wengi tu, ikiwemo ni wanawake kwa wanaume. Naam. Bawasili ama hemorrhage ni uvimbe ambao huwa unajikusanya pale katika njia ya choo. Naam. Na uvimbe huu unaweza ukaa ndani ya ile njia ya choo ama upande wa nje. Lakini zote huwa zinaleta madhara makubwa tu kwa yule mwathiriwa, ikiwemo kuleta
uchungu mkubwa sana wakati wa akiwa anapokwenda haja kubwa, na uchungu huo unazidi kuendelea kuwa ni mkubwa hata wakati mtu akiwa, kwa wengine inakuwa ni tatizo kubwa sana hata kuweza kusafiri safari ndefu, kwa sababu iwapo kama huo uvimbe utakuwa umejitokeza, basi wakati mwathiriwa atakapokuwa amekaa hasa katika safari kule kulishorushwa na gari, basi huwa inamletea matatizo makubwa tu, ikiwemo ni uchungu wa kupindukia. Na hali kama hii huwa inazidi kuwa ni mbaya wakati inapopasuka. Kumbuka kwamba huu uvimbe wakati mtu anapokuwa anakwenda kujisaidia, wakati mwingine huwa inaweza ikatoka na presha kubwa kiasi kwamba ikapasuka, na pale basi itaanza kutoa damu kwa kiwango kikubwa tu, na mara nyingi inapofikia kiwango kama hicho, wagonjwa kama hawa huwa wanashauriwa kwenda kufanyiwa upasuaji, japo naweza nikasema kwamba upasuaji sio suluhu. Ni kitu ambacho kwamba kinahitaji ipate tiba itakayokwenda kuanza kuyeyusha ule uvimbe pale ndani ama nje ya ile njia ya choo, na uvimbe uweze kisha. Pengine daktari, watu sema kwamba huwa ni intestines ndo zinatoka alafu zinaregea, kwa hivyo sio intestines, ni uvimbe. La, huo ni uvimbe, wala sio kwamba ni intestine ambayo inayotoka na kutuka. Naweza nikasema tu kwamba kwa hakika ni kwamba mpaka dakika hii tunavyozungumza, chanzo cha tatizo hili hakijabainishwa scientifically, isipokuwa hali kama vile chronic constipation huwa ni moja kati ya sababu kuu ambazo zinazosababisha matatizo kama haya. Watu wanywe maji sana. Daktari, by any chance huu uvimbe unaweza kuwa cancerous? Huu uvimbe ni nadra sana kufika kiwango hicho, ni nadra sana. Okay. Isipokuwa utakuwa ukisumbua kwa kiwango kwamba ambacho vile damu ambavyo itakapokuwa inazidi kutoka, basi inamaanisha kwamba itazidi kuleta madhara makubwa hata pale katika njia hasa. Okay. Billy mimi amezungumzia kitu akasema wengi wao wanaopitia hii shida ya hemorrhoids huwa ni baadhi ya watu wanaokula mugoka, miraa. How true is it? Lakini kama vile ambavyo nilivyosema kwamba moja kati ya sababu kubwa ni ile chronic constipation. Kwa hiyo utapata kwamba matumizi ya vitu kama hivyo wakati mwingine huwa vinafanya choo kuwa ni kigumu. Utapata kwamba imebainisha watu wengi ambao wamekuwa wakitumia matumizi kama hayo ya mafuta na miraa, wakati mwingi choo chao huwa kinakuwa ni kigumu, ambapo inaweza kuwa ni chanzo cha kusababisha ama kufanya tatizo kuwa ni kubwa zaidi. Bila kusahau kwa upande wa kina mama ambao wana ujauzito, na labda pengine ujauzito huo ni pale wakati mtoto anapokuwa ameshuka chini sana na kuweza kusukuma ile rectum, basi huwa kuna nafasi kubwa sana ya kumletea mama kama huyo tatizo kama hilo. Na kwa mwanamke ambaye anakuwa na tatizo kama hili ambalo limesababishwa na ujauzito, mara nyingi hiyo hali huwa inapisha pole tu baada ya yeye kujifungua. Lakini sio lazima, isipokuwa itabidi yopo kama hali hiyo itakosa kujirudi baada ya kujifungua, basi ni vizuri apite kwa daktari na aweze kupata matibabu. Okay. Kwa hivyo constipation, watu wanywe maji sana. Sio? Watu wanywe maji sana. Watu wanywe maji sana, na vile vile pia kuna aina fulani ya tunda fulani, tunda ambazo zinafahamika kama pera au mapera. Kwa njia moja au nyingine pia imekuwa ikichangia pakubwa sana kwa kuleta madhara ama kuzidisha maumivu kwa wagonjwa kama hawa. Kwa hivyo kwa mgonjwa ambaye amejikuta kwamba yuko na tatizo la bawasiri ama hiyo hemorrhoids, tunda kama mapera huwa ni anashauriwa sana kuweza kujiepusha na aweze kujiingiza katika masuala ya kutumia vitu vyenye majimaji ama kunywa maji kwa wingi. Kwa hivyo suluhu si upasuaji. Kwa hakika ni kwamba wengi wamekuwa wakifanyia upasuaji, na kama hiyo inarudi. Kumbuka kwamba
kuna wakati mwathiriwa anafanyia upasuaji, ile first day wakati inapotolewa, kuna wengine ambao wanachelewa kupona, na basi kile kidonda kinazidi kuendelea kuleta madhara mengine makubwa. Sasa basi, kwa mfano kama sisi hapa tunashukuru kusema kwamba tumejaliwa sana kuweza kupata dawa ya kienyeji, ambapo kwamba mgonjwa kama huyu anatumia hii dawa ya mitishamba pasipo kufanyia upasuaji. Mgonjwa kama huyo anaitumia kwa muda ambao utachukua takriban miezi 3-4 labda mpaka miezi 5 hapo, na tatizo litakuwa limekwisha pasipo kufanyiwa upasuaji, na hiyo itakuwa ni permanent solution. Bwana, shukrani sana daktari. Ukijana tutampatia namba yako, awasiliana na wewe basi anaweza kupata suluhu. Na wale wote ambao wangehitaji labda kupata huduma zangu wanaweza wakanipigia simu nambari 0722 522 994. Asante sana. Shukrani sana Daktari Isaac Magige. Mapera. Nimemwona Naomi. Ana mapera mengi. Unajua ndio sasa ni hit kwamba zamani ulikuwa unaambiwa usile mapera mengi, maana yake yanaleta pound. Ilikuwa tuna jam sana na wazazi wetu. Mapera ni matamu lakini seeds zake zile huwa ni nyingi, na ukila mapera mengi hazisagiki. Inafanya choki inakuwa kigumu, alafu inaleta matatizo kama haya. Bwana, pole sana bosi wangu, utakwenda kupatia namba ya daktari kama utakuwa hujaipata, angalau upate kusaidika. Na yeyote ambaye pia labda ana shida kama ile, bwana, apate kusaidika. So guys, 70% of our body is water, or is supposed to be water. Yes. So let's drink a lot, kwa sababu kukosa maji mwilini pia inasababisha inaitwaje, kidney stones. Yeah. Kuna kazi nilishika mimi na kana naambiwa bwana, kunywa maji mengi.